akakupa kila kitu halafu akakupokonya tena. Bobo akagusa kwenye mfupa, kikapigwa kishenzi hapa. Chika naye atakaye kabisa unyonge. Mama ikabidi aingilie kati sasa mazee. Chika amemind kinomu na mbiwa. Mama ikabidi ajue tatizo nini sasa hapa. Hii roho mbaya yako inanifanya nifikirie mara mbili kama mimi ni mama yako kweli au la. Wewe una roho mbaya na mbinafsi. Chika akasema wewe ni mnafiki. Ni bora niwe mbinafsi na roho mbaya kuliko kuwa Monica mpya. Unamaanisha nini? Usijifanye hujui ninachoongelea. Sikuelewi. Kumtaka Monica nisaidie, hawasaidie wadogo zake. Hilo ni kosa. Mama unajua ulimfanyia kitu kibaya Monica. Ulimfanya kama muovu. Mama, Monica alikuwa mtoto wako kweli? Ulimzaa Monica kweli wewe? Sijui mama anawezaje kumfanyia vile mwanae. Mama wewe ni shetani. Inawezekana shetani ni kitu cha kawaida sana, lakini mama wewe ni mchawi. Siwezi kukubali unifanyie mimi hivyo. Chika kawa amesepa mazee. Mama haamini kabisa haya maneno. Ikabidi amuulize Bobo kama kilichosemwa ni kweli. Bobo hakuwa na majibu hapa na nini, akanyenyuka kisha akasepa. Mida fulani hivi mama akawa anapambana sana kumzuia Sharon asiondoke. Lakini bahati mbaya akajikwaa mlangoni akadondoka chini. Bibi akasepa hana muda na mtu. Mama alipiga kelele kishenzi yani. Muda huo Chika alikuwa anaangalia tu, hataki kabisa kujisumbua kutoa msaada. Hali ya mama ikazidi kuwa mbaya. Mguu umevimba mazee. Ikabidi Bobo ampeleke hospitali. Sasa mama akawa anapambana sana kufanya kila kitu akiwa na Ebube. Haikuchukua muda sana. Sharon naye anatoka na mabegi yake, akawa anasepa. Hataki kuendelea kubaki hapa na nini. Akamwachia mtoto bibi yake. Noma sana hii. Chika yeye muda wote yuko tungi tu. Anapiga mdogo mdogo na nini. Mama akaja kumwomba kama vipi amsaidie kumuosha mtoto. Lakini bibi akagoma, hana huo muda kabisa. Pale akafika Bobo na nini, akaambiwa Sharon amesepa na mabegi yake yote ise. Alipompigia simu yake ilikuwa imezima mazee. Noma sana hii. Kwa hiyo baba mtoto ikabidi aende kumuosha mwanae tu, hakuna namna tena. Huku Monica maisha amemnyokea mazee. Amebadilika kabisa ise. Kwa sasa anamiliki kiwanda chake cha kutengeneza nguo na nini. Hii ilikuwa ni ndoto yake ya muda mrefu sana. Hatimaye imetimia mazee. Monica kwa sasa anaishi kwenye mjengo mkali kinomu na mbiwa. Anaishi na huyu mchumba wake anaitwa Nato. Wanapendana kishenzi hawa washikaji. Yaani wanaishi kishikaji kinoma yani. Mwana anamjali sana mchumba wake na nini, vitu kaizo mtu wangu. Sasa Monica kusahau kumpiga surprise mshikaji wake Kamsi. Hata alipokuwa nje ya nchi bado alikuwa anamtumia pesa na vitu kaizo mtu wangu. Mwisho Kamsi akampongeza kinoma Monica kwa kumpata wake wa maisha. Pale Nato akafika. Basi utambulisho ukawa mwingi pale na nini. Sasa tangu Monica amerudi nchini bado hajaenda kuiona familia yake. Na Nato anasisitiza kinoma waende ili apate baraka za mama yake. Monica hataki kabisa baraka za mama yake na nini, anaziona ni kama laana tu hivi. Labda ni muda wa kuwasamehe. Hivi ulisikia Pasco amefariki? Hizi taarifa zikamshtua sana Monica. Kilimtokea nini? Nilisikia alikuwa na tatizo la moyo. Hizi taarifa zilimpa mawazo sana Monica. Nato akaiona hali ya Monica haipo vizuri kabisa. Ikabidi amsaidie sasa. Akaamua kumpigia simu Kamsi ili kama vipi wasaidizane namna kumaliza tatizo la Monica na familia yake. Maana linamtesa sana kwa sasa. Kamsi akaahidi kuzungumza naye na nini, vitu kaizo mtu wangu. Kamsi na Nato ikabidi amkalishe kikao ili amalize tofauti yake na familia yake. Haukustahili walichokufanyia. Hebu jiangalie sasa hivi. Unafanikiwa. Mungu anaonekana kwako. Hebu kuwa mwema kwa kila mtu. Uwe mwenye huruma. Sameheaneni kama ambavyo Mungu alikusamehe wewe. Waefeso 4:32. Msamaha haimaanishi unafuta walichokufanyia, bali unaiweka akili yako huru. Tafadhali usiweke haya maumivu kwenye haya maisha yako mazuri. Achilia, sio kwa ajili yao bali kwa ajili yako. Wakati huo machozi yalikuwa yanamtoka tu Monica. Mwisho Monica akarudi nyumbani kutengeneza kama ambavyo aliambiwa ise. Sasa alipofika nyumbani kila mtu alikuwa anamshangaa hapa. Monica huyu sio yule tena waliomzoea. Mama alipomtazama akapigwa na butwaa zito mazee. Hakuna aliyekuwa naamini kama Monica maisha yake amenyooka hivi. Monica ikabidi amfuate Ebube. Anaona mtoto mdogo anateseka hapa na nini, vitu kaizo mtu wangu. Chika akaongoza jahazi la kwenda kuomba msamaha. Mama pamoja na Bobo wote wakala goti chini, lakini Monica akawanyanyua wote ise. Ana moyo wa huruma sana mazee. Mwisho akaungana wote kufanya usafi hapa nyumbani ili walau mazingira yaonekane vizuri, maana palikuwa pachafu kishenzo na mbiwa. Hakuna mtu aliyekuwa tayari kufanya usafi hapa. Mlevi naye akatupa chupa zake kule. Noma sana ise. Baada ya muda utambulisho ukaanza hapa. Monica akamtambulisha mchumba wake Nato kwa mama yake na nini. Mama akajua pesa hii hapa sasa imejileta yenyewe. Mama akaanza kuimba The Lord has done it finally. Finally. Mimi nilijua utaniheshimisha kwenye hii nyumba. Mama akatoa sifa nyingi mno hapa na nini. Lakini Monica anamjua vizuri sana mama yake. Unamwona huyu msichana unayetaka kumwoa? Nilijua tangu akiwa mdogo atakuja kunikomboa tu. Nato akasema wamekuja kualika kwenye harusi yao. Unanialika vipi kwenye harusi wakati mimi ndo mama wa bibi harusi? Mama akaagiza aletoe karatasi na kalamu aorodheshe vitu ambavyo wanataka apewa ise. Monica akasema tayari wameshaonana na wazee na wameshalipa kila kitu.
He, mama akachoka mazee. Kwa hiyo Monica, unataka mimi niwe mgeni kwenye harusi yako? Monica, mimi ni mama yako. Yaani hakuna kilichobadilika licha ya kilio cha mtu mzima hapa. Wataenda kwenye harusi kama wageni. Siku ya harusi kafika mazee. Kila mtu alikuwa na vibe kishenzi unaambiwa. Basi ni kucheza tu hapa. Lakini mama yake hakuwa na amani kabisa ise. Kanyimwa harusi yake na nini, lakini bibie alikuwa na kanyaga tu. Noma sana ise. Kuna namna Mungu anajua njia ya kila mtu. Akikuondolea mtu, ujue